Ngatho na no tugithiete oro wega Ngai kugeithia na Ngai kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV tabarira no iria ya mwihangeri-ini kiumia kingi na ngakihoka ati no tugithiete na mbere na gwihanga na gwituma na umuthi ni ndirakimenya mbura ni iraikoretwo yurite kidogo nikio ngamenya kuri turaikorirwo tugitengerio kidogo ni maihuro no iragwo iriaga na bugi ona kuri ogwati nikio na ithu no nginyagia tuthie na mbere na kuhanga thengia uria gwikoretwo ugikara na umuthi tutiragethi kuraihu tukiri goko gicuka goko gatagati wa tauni niko tuiko tukinyita mwihangeri wa muthenya wa umuthi na tukihiukite tugakinya meri matatu nginyagia handu hetagwo Magic Business Center niho turaiko tugicamania mwihangeri wa muthenya wa umuthi mundu gwitwo ti Pizarro tukiuge ati handu hatugitithio hau ri ni tondu wa nginya githa tugiki uguo tuingire tunyitanire nake ndugiuke. Mambo? Karibu sana, simeweza kufika huku kwenye. Thank you. Tunashukuru sana. Hapa ndo tutakuwa nafanya kila kitu. Naam. Karibu sana. Huyu ndo guest wetu. Alright, na nitwagikinya na guko riu niguo turiko tugicamania na mugeni witu wa muthenya wa umuthi uria niwe mwihangeri witu wa kiumia giki na niguo turiko tukimenyana nake na ni atia akoragwo agika na bethe ni guko uguo CBD guko gikwira gicuka tutigituragia ati ni warie muno no tugituragia ati ni kwendana na kio umuthi turiko tugikara thia ha tukimenyana nake tukimenye ni atia ekaga na handu hatugitinde ngikuhe ng'ano nyingi cia kirirwo ati nyingi ne thumu tiakenda tukinyitane nake na niguo aikorwo agitutariria we niwe ni atiekaga ni haha tugicoke tugithie na mbere na ni ngwikuhoya muhera ni tondu turiko tugicenjia ruthiomi kidogo tukiingire rwa githweri ni undu wa maundu 1 ugo karibu sana niweze kukukaribisha hapa kwa Muthingi TV. Kipindi ni kile chako chenyewe kinaitwa Mwihangeri. Mwihangeri mtu mwenye anajituma na nafurahia kwamba nimeona umeweza kujituma hapa hivi kabisa. Na msao unaweza kwanza angalia ile kamera umsalimie mtazamaji wetu, mwambie jina yako, mwambie hapa ni wapi ili tuweze kuendelea zaidi. Okay. Habari ya leo. Naitwa Jacqueline Kawira Pizarro. Hapa shop yetu inaitwa Pizarro Perfect Collection kama vile imeandikwa hapa. Tuko Nairobi CBD, Ronald Gala Street. Hii building inaitwa Magic Business Center. Tuko Meza 9, shop AM13. Naam, karibu sana na vile umeweza kusema ati Pizarro. Yes. Maybe you can tell us a bit about your name because kila mtu anakuanga na vile labda alikama up na hiyo jina yake na sana kwa nini ifit sana kwa kazi yako. Pizarro is my surname. Ni jina ya babangu. Yes, nilianza hii biashara and then nikitafuta tu jina first of all nilikuwa nauza jezi. So nilikuwa tu nimeita Pizarro Jerseys, ile jina yenye watu wananijua nayo. But wakati nilifika kwa kufungua hii physical location, nikasema I'm doing this, let me honor the name of my father. Yeah, so nikaita Pizarro. Thank you. Kwa sio watu wengi sana and especially ukifikanga unaona ukitoka pale ucha ukikuja tu hapa hivi Nairobi, yani kabisa ditaki jina yenye inahusiana ati na kwenye unataka kujipatia hadi majina mengine. In fact hadi unakutanga mtu mwingine vile unamjua hapa hivi sio vile anajulikana kule kwa nyumbani. Hiyo ni ya kutoka mbali sana. Yes. Na kwanza niseme kabisa mnafanya kazi nzuri hapa hivi na nimependa haswa hadi kazi yenye mnafanya. Na labda kabla tufikie hapa penye umesema sasa nataka to major in printing and branding. Yes. Maybe you can give us a bit of history penye ulianza because kila mtu anakuanga na penye alianza. Labda ulisomea, labda ni passion, labda ni ile tu unasemanga it's just by the way. No. It's purely passion. Kwanza kabisa kuna mali nilikuwa nafanya kazi ya beddings, tukiuza beddings, and then the next door walikuwa wanafanya branding. So I used to brand t-shirt, nauzia marafiki zangu, na nunua t-shirt kwingine na brand, then nauzia watu. Zile vitu zilikuwa zina trade kama mambo ni matatu. Hivyo nachukua na brand and then naeka status, nauza. Hiyo time hata sikuwa najua you can sell na website, you can sell na advert. So I used to just brand, naeka status yangu ya WhatsApp, nauzia watu. Na it's kind of ilikuwa inanimotivate, hata nafurahia, hata mwenyewe nikifanya hiyo kazi ya kubrand nafurahia. So we became friends na huyo neighbor wapo.
So nikaanza kujifunza hiyo ku brand and all that. So now I can design, I can brand on my own. Na nilijifunza tu sikusomea. Naam. Kwa hivyo unataka kusema ati kwamba vile penye ulikuwa labda uliajiriwa pale vikazi, hapo ndo ulipata idea, so hii biashara inakula, kwa nini nisianze hapo? Hata alikuwa jirani, si yeye alikuwa ameniajiri, nilikuwa kwa beddings. So next door ndiye alikuwa anafanya hiyo branding. So I used to kubeba t-shirt na mletea na mpea idea na brand, mimi nauza ile t-shirt sasa iko brand. Then tukakuwa marafiki, at long last nikakuwa nikienda hapo namwambia ningependa kujua hiyo. So nikajifunza hiyo ku brand at first. Ku design nimekuja kujifunza na YouTube. Pia nikatafuta mtu ambaye alikuwa rafiki bado akanifunza. Yes. Kuna kitu hapo hivi kwanza nimeweza ku get, because unasema ulikuwa umeajiriwa mahali pengine labda kuuza bed sheets and whatever. Yes. Mbona ungefikiria I want to major in what I'm selling hapa hivi labda bed sheet? Wewe ukaangalia mahali pengine pale nje ukasema hapa ile I think ile ndio yangu. Hata sijui sasa. Nilikuwa tunafurahia hiyo kazi. Nilikuwa nafurahia tu venye kitu tu unaifikiria meme tu zenye sasa ni meme sasa, because that was back in 2021. Yes. So ni ile like umefikiria tu kitu badala hata ya kupost status yako. Unaiandika kwa nguo na unaona inauzika. So it was a good thing. So nikafurahia tu. Yes. So that means 2021 hapo ndo uliweza kunao conceptualize your idea. And then ni haswa sasa wakati uliweza kuimake now full ama kuifanya kabisa iweze kuafikiana, labda ndio umepata pale idea on the year 2021. Sasa umesema sasa now I want to major na to diverge kabisa kwa kazi yangu. So from hapo sikukuja ati nikakuja sasa nikaanza kubrand. No, nilikuwa hata kwa kazi zingine, but nilikuwa nauza jerseys. Hizi za mipira and all that. Nilikuwa nauza online. So like ukiuzia mtu jersey anataka kuandikiwa jina na namba at the back. So like zile vitu zote napenda zinaingiana. So nikaanza kuuza zile jersey online, then mtu anataka umbrandia bado naenda natoa ile namba, natoa ile jina na brand kwa mtu sasa. Yeah. So this year ndio sasa tuliamua let's match the two things. Yeah, tuuze jersey, tuuze t-shirt na tumobrandia sasa. Yes. Umesema 2021 and it was in fact hata ndo hapo hivyo COVID ilikuwa imeweza kuhiti vizuri sana. Hata kama ilikuwa imeweza kupungua kwa kiasi, bado kulikuwa na yale makali ya COVID. Sijui wewe hapo hivyo na ndipo umesema hapo ndo uliweza kupata idea, hapo hivyo ndo ukaweza abisadi kuconceptualize. Haukupata ule gumu labda kusema acha sasa nianzie kazi yangu? No, at first hiyo time ndo nilikuwa nimetoka university. So sikuwa nime experience ugumu ya maisha hata. Mtu anaijanga hivi unasema acha tu ni hasa hivi. Sikuwa hata nime struggle ati niseme nili struggle kufanya ina ile. And then I was a young mother, nilikuwa na katoto kadogo, so bado nilikuwa natekiwa care. Sikuwa nimetoka huku kwa uwanja sasa. But hiyo time I didn't find anything ya kunisumbua. Nilikuwa tunafanya vitu haraka haraka, brand hapa unauza. So it was a smooth journey. Yes. Wow, I like kwamba wewe uliweza nikupata smooth journey, because sometimes ama watu wengine unasikianga mtu anasema kabla nianzishe hiyo biashara bana vile nilipitia. Mimi haikunipiga. Hapo ulikuwa na favor na ulikuwa na blessings za God. So kuna vile umesema ati kwamba ulikuwa tu ushatoka uni. Sasa ndo ukaweza kuingilia labda kazi ama vile tu kama kawaida watu wengi huwa tukimalizia shule unaanza tu kuhazo hapa na pale hivi. Na umesema pia ni passion ya branding. Ukiwa shule ilikuwa kuna vile zilikuwa zinaingiana labda kwa masomo yako ama kwa hii kazi? Mimi ni mwalimu by profession. Hata ni vitu mbili tofauti sana. Hata mahali nilikuwa nafanya kazi ni beddings, huyo mwenye nilikuja tu kuanza ku develop interest ni branding. So ni vitu bado haziingiani hata kidogo. I don't know, ilimea tu. Ni ile mtu anajikutanga kwa live unakuta so badala tu ama kusema sio yes nilikuwa nimesomea ualimu, lakini kumbe kuna kitu kingine bado kilikuwa ndani yangu. Kuna kitu inanipea furaha nikifanya, like I love it. I love the joy that comes with kufanya ile kitu. Unasikia tu umefurahia. Yes. But kuna vile nafikiria, because walimu ni a bit of art. Yes. Na design ama printing not even a bit of art, it's more of an art. But I think kuna vile zinaweza kuingia kidogo. Walimu na leo. Because unakutanga especially kama ni labda kama ni social sciences vitu kama hizo zinakuanga more of art. Then kwa hii kazi yako haswa and especially designing and arts whatever ni much of art. Ile kazi labda tulikuwa tunaambiwa tengeneza hii kitu kwa shule, unaona vipi how
wewe unanisumbua tu, kumbe ndio inakujanga kukulisha hapa nyumbani. Come think of it, kumbe hivyo ndio inaingiana. I didn't know. Haya, basi labda sasa umefika hapa hivi umeweza kuanzisha kazi yako na hapa hivi because hapa ni town ndani. Yes. Masaibu yapi labda mmeweza kukumbana na, and especially in this industry of printing and branding? Nothing much. Maybe tuseme huku kwa t-shirt ndo kuna challenges kidogo, kukosa nguo za kuuza. Oh, nguo, because I tend to understand that zinakuanga ni materials tofauti. Yeah. So material ndo zinakosa. Sometimes ndio inasumbua. But huko kwa branding hakuna shida hata kidogo. Sababu stima iko, yeah, machines iko, so just doing it. So but hapa hivi I want to understand that hapa hivi sasa ndo display yako. Yes. And labda kuna penye huu mnafanyia sasa hiyo kazi yenyewe, Yeah. brand, kuandika hayo majina yote, Yes. na nini yote. Yeah. Maybe labda mtu anataka kuandika jina moja ama majina mawili ama vile tu anataka kudesigniwa kwa nini yake. Labda huwa ina take process gani na labda atalipishwa vipi? So first of all unatutumia ile kitu unataka. Most zenye tunafanya ni logos wanatuma ama kampuni all that. Na so most wana explain how do you want it done. Tunataka uwekewe pocket size, at the back, chest position. Wewe customer ndiye ataelezea vile anataka nguo yake ifanywe. Then we go ahead, we make a mock up. Tunakutengenezea tu kama ni t-shirt kwa kompyuta, tunaiweka hizo vitu tunakutumia. Hapo ndio customer uchagua ile font anataka, ile color anataka ingiane na nguo yake. Kama anataka ushift position, hapo ndio anakuambia. So customer akiagree hivyo, biashara inaanza. Then you start, ndo sasa unamwambia ile bei atalipa, unaelewana. Yeah. Mostly it starts from 150. Yeah. Oh, 150 sisi hiyo ni labda kwa jina ama pia huwa zinaenda na urefu wa jina, kama ni majina mawili ama matatu ama basi labda. Oh. Kama pocket ni kadogo. Yes. But is chest position kubwa na the back pia tunaekanga kubwa. Sasa kuna ule customer anakuja na picha kubwa ya cartoon. Anasema anataka ijae hapa mpaka hapa. Hiyo nayo ni bei tofauti. Yeah. Wow. Na mwiroreri ama mtazamaji wetu, acha tu tutumie Kiswahili siku ya leo. Mtazamaji wetu unaweza kusikia kwamba there is kuna tofauti. Kama unataka jina kubwa, labda kama unataka tu hiyo yenye ameweza kusema ni pocket yenye unataka, wewe ndio unadesigniwa. Na kuna watu wanataka labda kama ni calligraph ama okay ile handwriting ama ile writings ama inaitwa font. Yes, ni font. Anataka either calligraph, anataka bold ama sijui nyinyi huko mnazifanya vipi? Tunakufanyia hata 2 3 unachagua. Also you design then unamtumia kama nini soft copy. Then anaangalia anasema ndio imenipendeza. Ana choose. Ama kuna ule customer anaelewa kitu anataka. Anakuambia weka hivi na hivi na hivi. Tunatengeneza, tunamtumia, ana approve. Kuna ule mwingine anakuambia nitumie zile umefanya nione. Unamtumia pia anasema ni hii. So una choose ile unaweka ile hivyo. Wow, that's nice. Na mtazamaji wetu umeweza kusikia kwamba vile mgeni wetu siku ya leo, mwihangeli wetu wa siku ya leo na Wahili Juma, ambavyo amesema kwamba alimaliza shule yake hakupata na masaibu mengi pale, especially 2021. Hapo ndo unajua watu wengi walikuwa wamekongwa vizuri sana na COVID. Hapo imetupeleka mbio lakini kwake yeye ni kama alikuwa mbarikiwa, yeye ni kama alikuwa ametengenezewa njia. Na hapa hivi leo ndo tuko na mgeni wetu wa siku ya leo, ndio anatuelezea safari yake, labda ni kazi ipi huwa anaifanya, anaipenda kwa nini. Umeweza kusikia kwamba sio hakuwa amesomea kazi ya design ama ya print, na yeye ni mwalimu by profession. Baadaye walimu kwanza huwa inaendaje? Sijui, nilimaliza tu shule siku I didn't practice. Yeah, but I intend to sometime. Kwa hivyo hukujipata ati umeweza kufika pale viko darasa na kutangamana na wale wanafunzi? Nilienda class to teaching practice once. So sikuingia class. So vile umemaliza shule ukasema acha kwanza nijaribu kitu kingine. Wow. Leo tuko na mwalimu, na tukiwa na mwalimu nakwambianga you have to behave. Kwa hivyo mwalimu ukikaa vibaya lazima akupatie mjeredi. Kwa hivyo leo lazima tu behave kidogo, na because of time, because naona time inatukibisha sana, nataka kwanza tuende break kidogo, but before we go for a break nataka muelezee penye labda kuna mwenye labda amependezwa na kazi yako, anauliza jia vipi ataweza kukufikia, labda akifanya oda yake labda itakaa kwa muda upi ndio aweze kuipata. Labda unaweza muelezea kidogo ndio tuweze kuelekea break, then tutarejea. Okay. Unaweza tupata online na pia namba nitakusomea. Na namna. Yes. Ile yenye unaweza tupata nayo. Kama uko within Nairobi, karibu sana, unaweza kuja ukitembelee. Kama uko Nairobi, kuna vile tunafanya pay on deliveries ama pay before deliveries. For pay on before deliveries unalipa the full amount na pamoja na parcel fee tunakutumia mahali popote ulipo.
Na kama unataka kulipa on delivery, kwanza unalipa parcel fee, na kama nguo zako ni branded, you have to pay a deposit for commitment. So after hiyo tunakutumia, ikifika sasa una complete payment, na hiyo nayo tunakuanga na rules pia. Tunatumia gari specific, speed up ama default. Mzigo wako ukifika ndio unamalizia payment. Yes. Naam, na umeweza kusikia kwamba vile utaweza kupata mali yako yenye umeweza kuagizia hapa hivi kwa Pizarro Perfect Collections. I guess nimeipata vizuri. Umeipata vizuri. So mwirore ritu ndirekienda tikoto gikiri orohani no ikorwo kigwa ikuhe uria ungikorwo ukimukinyana no ni akihutia ati uria makoragwo magika delivery, and especially nowadays kumekuwa na wengi sana. Unakuta mtu pale hivi hata ukiangalia labda vitu zenye amepost kwa social zake, unaona enyewe this is a genuine person mwenye ni teza deal naye kwa services zake. Hata tuelezea tukirejea how do they cope up with such challenges, because kuna scammers wengi sana. Then washaipatana labda kuna mtu ashaifanya order nzuri tu na hadi akafanya deposits zake, but hakuweza kupatana some of the challenges zenye amekuwa akikubana nazo kwa haya ama kwa hii kazi yake. Kwa hiyo mwiroreri ndwathikura ihu gikio gwe ni aikuhe namba mwethage tugicoka tuikiri oro hanini ni turacokereria. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ, amu Muthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kimenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene.